Twende historia ya kanisa sehemu ya pili sasa. Tumemaliza rasmi historia ya kanisa sehemu ya kwanza. Tunaanza ya pili. Nianze kwa kusema yafuatayo. Kwenye historia ya kanisa sehemu ya pili nimeanza na topic inayohusiana na vita vitakatifu au vita vya crusade. Na naomba ni declare interest. Japo mimi ni mtoto wa kanisa na ninalipenda kanisa kuliko kawaida, lakini kwenye historia ya kanisa ambayo nimekuwa mwanafunzi kwa miaka mingi, kuna kipindi kanisa liliwahi kuacha njia yake na kufanya mambo ambayo Bwana Yesu akufanyaje? Hakuwatuma kufanya. Na hicho kitu usipokuwa mwangalifu kinawezekana kufanyika. Ukafanya kitu ambacho hukutumwa kufanya. Kanisa kwenye historia yake ni kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Na ndivyo Yesu alivyosema. Kwa napaswa kuwa wapole kama ua na wajanja kama nani? Kama nyoka. Kwa sababu Bwana ametutuma katikati ya watu waovu, katikati ya dunia yenye mifumo iliyoharibika. So we have to be smart ili mambo yaende. Lakini nadhani niliwaelezea enzi ya mfalme Constantine the Great. Baada ya kuwa Mkristo, kanisa lilifunga ndoa pamoja na serikali. Kwa serikali na kanisa ikawa kitu kimoja. Sasa Constantine akaondoka, kipindi chao kikaisha. Papa wa Rumi akawa ana mamlaka makubwa mno dhidi ya serikali, kwa sababu ni kiongozi wa kiroho na ndiye aliyekuwa anamsimika Kaisari aliyekuweko madaraka. Hii ikapelekea mpaka apewe jeshi maalum la kumlinda. Kwa papa akawa na madaraka sio tu ya kidini, pia na nini? Ya kiserikali. So alikuwa na power. Sio authority peke yake, na power alikuwa nayo. Kwa akiamua kumkamata mtu kumweka ndani anafanyaje? Anamweka kwa sababu ana jeshi. Sasa maisha yanabadilika, dunia inaenda kasi. Kilichotokea nini? Kilichotokea ni kwamba Uislamu, tumesoma kwenye historia ya kanisa sehemu ya kwanza, ukaibuka ukapata nguvu. Nisema Muhammad alizaliwa mwaka 570. Akiwa na miaka 40 akatokewa na mtu au na malaika anayesadikika kuwa ni Jibril, ambaye alimwambia asome yale maneno alikuwa amempa. Akasema hajui kusoma. Akamwambia basi recite, akariri. Kwa akaanza kukariri yale maneno. Kwa ukisikia Waislamu wanakariri mwanzo mwisho, ashhadu an la ilaha illa Allah, yani ukiona yeye anakariri la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bla bla bla, yani ukiona una recite, hiyo ni Muhammad aliambiwa asome, akasema hajui kufanyaje? Hajui kusoma. Akasema basi recite, kariri. Ndio Muhammad akaanza kufanyaje? Kukariri. Kwa alipokariri ndio maana ikalazimika na Waislamu wote wanafanyaje? Tofauti kidogo na Ukristo. Sisi hatukariri. Yesu alikuwa anajua kusoma, alikuwa anajua kuandika. Akapewa chuo cha Nabii Isaya, akasoma Roho Bwana juu yangu maana amenipaka mafuta. Kwa halikadhalika na wewe ukipewa Biblia unapaswa kusoma. Si umeelewa point yangu? Unasoma na unaelewa, sio unakariri. Ni vitu vili tofauti. Sasa wakapata nguvu na wakaanza kuvamia dunia, maeneo mbalimbali ya dunia. Tumesoma kwenye historia ya kanisa ya kwanza, ikiwemo Jerusalem ikafutika, Judea nzima ikafutika, Kaisaria ikafutika, Afrika kaskazini yote ikafutika, yakawa maeneo ya Waislamu. Kitendo chao kwenda kukaa nchi takatifu, papa kikamkasirisha. Wakaamua kusema ile maeneo ni yetu, tunapaswa kunafanyaje? Kuyakomboa. Kwa papa Urban akatangaza vita vitakatifu dhidi ya Waislamu. Vita hivyo vikaitwa crusade. Ndivyo ambao tunaanza kuviangalia. Hebu msomaji wetu anza na hapo kwanza. Tusomee paragraph 2 za mwanzo, alafu kisha nitaendelea. Katika historia ya kanisa
Tukianzia na kipindi cha mitume, hatukuwahi kuona kanisa likipigana vita wakati wowote. Tunaona maeneo mengi katika Biblia, hususan katika Agano la Kale, Wayahudi wakipiga vita na Mungu akiwapigania. Lakini katika mafundisho ya Bwana Yesu mambo ni tofauti kabisa. Yeye anatusii tusishindane na mtu mwovu. Vile vile kutokana na maandiko kama yale ya Mtume Mathayo aliyoyaandika wakati wa hotuba ya Bwana Yesu, mambo ni tofauti kabisa. Anatusihi tusishindane na mtu mwovu. Vile vile kutokana na maandiko kama yale ya Mtume Mathayo aliyoyaandika wakati wa hotuba ya Bwana Yesu ya mlimani, alisisitiza kwa mmesikia watu wa kale wakinena, mathalan jicho kwa jicho, jino kwa jino, lakini mimi nawaambieni msishindane na mtu mwovu. Akupigae shavu la kulia mgeuzie na la kushoto. Fundisho hilo lilisababisha kanisa lisipigane vita kabisa katika historia yake, lakini katika kipindi hiki mambo yanabadilika. Papa anatangaza vita kama amiri jeshi mkuu wa jeshi la Wakristo. Alianza kwa kukumbusha historia ya huko nyuma, jinsi Wafaransa walioongozwa na Charles Martel mnamo mwaka 1732 kwa jinsi walivyowazuia na kuwapiga Waislamu kipindi walipotaka kuiteka Ufaransa. Okay, hapo hiyo historia ya kwanza aliyoelezea kwamba kanisa likupigana vita sio wajibu wetu na kadhalika na kadhalika, hayo ni maoni yangu. Anza kwenye chanzo chake, chanzo cha vita vyenyewe sasa. Endelea. Endelea. Hapa utaona nilijichanganya kwa kusema kanisa halikuwahi kupigana vita. Na hapa nasema Wafaransa waliwapiga Waislamu. Katika kitabu cha Ijue Historia ya Kanisa sehemu ya kwanza, nilieleza kuwa mara baada ya Uislamu kuasisiwa na Muhammad mwaka 610 baada ya Kristo, ghafla akawa ndio adui nambari 1 wa Ukristo. Hii ilitokana na falsafa yao ya kueneza imani yao kwa kutumia upanga. Hebu fikiri, mara baada ya kujiimarisha katika miji ya Maka na Madina, waliteka na kutawala mfululizo miji iliyokuwa ikikaliwa na kutawaliwa na Wakristo. Angalia Ijue Historia ya Kanisa sehemu ya kwanza ukurasa wa 94. Hapa utagundua kuwa Wakristo hawakutangaza vita, ila walikuwa wanajihami kutokana na uvamizi ambao ulikuwa na sura mbili, yani ile ya kiimani na pia ya kisiasa. Kwani mara baada ya kuteka mji walisimamisha utawala wao wa serikali ambayo ilitawala Kiislamu. Jamani, naomba tuelewane. Mnyonge mnyongeni haki yake. Muhammad alikuwa smart, japo alikuwa hajui kusoma. Alikuwa smart. Yeye alipewa utume, si ndio? Hivi utume au nabii? Ni mtume Muhammad. Sawa sawa. Alipopata wafuasi akawatrain kuwa wanajeshi. Jeshi kabisa la kupigana. Kwa Uislamu haukuwahi kuhubiriwa kama tunavyohubiri sisi. Yaani kwamba nifanye kazi ya kuhubiri mpaka mtu aelewe ndo aje kwenye nini? Kwenye imani. Hapana. Yeye alichofanya ni kuvamia mji mmoja baada ya, na akivamia anapindua serikali. Anasimamisha utawala wake. Wanatawala huko wanaeneza nini? Wanaeneza dini yao. Ndio maana kuna makanisa mengi yalibadilishwa yakawa nini? Misikiti. Hiyo ni kijeshi sasa. Mpende msipende. Yaani ukifuatilia historia ya kanisa kwa taratibu, kuna mambo yanasikitisha sana. Kuna kanisa moja liko Yerusalemu mpaka leo, linaitwa Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kanisa na wanaosali ni Wakristo, lakini namilikiwa na Waislamu. Yaani funguo ya hilo kanisa wanamiliki nani? Waislamu. Wanafungua asubuhi, wanafunga jioni, ila ni kanisa na wanaosali ni Wakristo.
wanaomiliki ni Waislamu. Waliteka. Sio kwamba wanateka kwa nguvu. Wanaweka utawala wao. Baadaye kuna bwana mmoja alifanya urafiki na sultani aliyekuwa anatawala pale, kwamba jamaa ile kanisa la kwetu. Akasema sawa, sasa kama la kwenu mtawaruhusu msali, ila hamtalimiliki. Mpaka leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakana subiri anatuwekea kanisa la Holy Sepulchre hapo, hilo ambalo fungua na kama hata Waislamu liko Jerusalem pale mpaka sasa. Endelea kusoma. Tarudia paragraph ya mwisho. Hapo utagundua kuwa Wakristo hawakutangaza vita, ila walikuwa wanajihami kutokana na uvamizi ambao ulikuwa na sura mbili, yani ile. Endelea. Mara baada ya kuteka mji, walisimamisha utawala wao wa serikali ambayo ilitawala Kiislamu. Lakini awamu hii ni tofauti. Ni Wakristo wanakusudia kwenda kuvamia maeneo ambayo Waislamu waliyateka na kuyatawala. Chanzo chake: kanisa lilipofanya amani na serikali, nguvu ya serikali ilitumika kwa kazi ya kueneza kanisa kwa wenyeji wasiopenda Injili. Hata kufikia katika karne ya 11, kanisa lilikubali vita, na hivyo ni kanisa lilianzisha vita na sio serikali. Msingi wa vita hii ya kwanza ulikuwa ni kuwashinda Waislamu waliodhaniwa kuwa adui kwa ajili ya dini yao. Walikwenda vitani kama maaskari wa papa na wa kanisa. Katika vita hiyo, hata mapadre na wamonaki, kwenye mabano watawa, waliweza kupigana sawa na watu wengine bila kuhesabiwa kama wakosaji. Jamani, mnaonaje hiyo? Haijakaa vizuri. Kama kuna vitu havijakaa vizuri kanisani, hii inaweza ikaongoza. Nina mambo matano ambayo kokote na kufundisha historia ya kanisa huwa nasema hapa kanisa liliingia chaka. Mambo ngapi? Hayo ni mimi, wewe unaweza kuongeza na ya kwako. Nazungumza kanisa la dunia. Sababu wakati ukumbuka madhehebu yetu hayakuepo, si ndio? Kanisa liko hili moja. Kwa sababu matengenezo tutaona yako mbele yako kwenye kuanzia mwaka 1500. Hapa tuko kwenye mwaka 1100. Kwa maana hamwezi kujitoa na nyinyi walokole mko humo ndani. Yaani kwenye hili kanisa lilikuwa ni moja. Yaani ukisoma historia ya kanisa maana na nyinyi mko wapi? Mko humo ndani. Ijapokuwa Wakristo au sisi wa Pentecost tuna shida nadhani, kwa maana ya kwamba ni ngumu sana kumpata Mpentecost anayejua historia ya kanisa. Unajua kwa sababu gani? Wao historia yao wanaijua kuanzia pale walivyotoka kwenye dini kubwa. Yanavyochomoka pia basi ndio historia yao inaanzia hapo. Huku nyuma kote wafanyaje? Sasa nyinyi mmetokea wapi? Asili yenu nini? Hata ukisema Upentekoste umetokea Azusa mwaka 1900, si ndio? Na 105. Okay, kabla ya hapo mlikuwa wapi? Yaani baba zenu, babu zenu walikuwa wapi? Lazima urudi nyuma, lazima kuwe na historia ilikotokea, lazima. Yaani huwezi kuniambia Mungu ameanza kufanya kazi Yesu alipokuja. Hapana, ndio maana unakuta kwenye yes, that is the Holy Sepulchre. Iko Jerusalem. Holy Sepulchre. Wanaomiliki nani? Wanaomiliki ni Waislamu. Wale wanaosali ni Wakristo. Iko katikati ya jiji la Jerusalem. Tena ndani ya Old Jerusalem. Aya, toa Holy Sepulchre, weka Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Weka kanisa la Hagia Sophia. Wakati anatupa Hagia Sophia, angalia hapo papa aliyetangaza vita hivi, Papa Urban wa pili. Anza hapo Papa Urban wa pili. Papa aliyekubali vita hii. Japo kuna paragraph sikuwa nimeimalizia hapa. Haina shida, iache. Okay, sawa. Yes. Papa aliyekubali vita hivi, Urban wa pili. Huyu papa alikuwa wa kwanza kukubali ombi la mfalme la msaada. Sababu zilizomfanya kubali ombi la Alexius ni kama zifuatavyo. Sababu ya kwanza, alitaka kufanya nchi takatifu ya Palestina itawaliwe na Wakristo badala ya Waturuki. Waturuki ni wale Ottoman Empire ambao ni Waislamu. Endelea. Sababu ya pili, alifikiri kuwa
Vita ya aina hii itawaunganisha Wakristo wa Ulaya wasahau mabishano yao, wakikazana kumshambulia adui wao wote. Na sababu ya tatu ni pengine kwa kumsaidia mfalme wa Mashariki, Papa wa Rumi ataweza kuingiza utawala wake katika kanisa la Mashariki tena. Endelea. Tangazo la Papa juu ya vita takatifu. Tangazo hilo lililotoka katika sinodi ya mwaka 1195 katika mji wa Clermont, Ufaransa, alieleza sababu ya vita kwa Wakristo huko Palestina wanavyopata taabu mikononi mwa Waturuki. Naomba sikiliza hiyo sababu ya kupigana vita. Anatangaza kwamba Wakristo huko Palestina wanapata nini? Taabu. Palestina ndio Israeli ya leo. Wakati wa Israeli unajua walikuwa hawajarudi. Ilikuwa eneo lile linamilikiwa na Waturuki, kwa maana Ottoman Empire. Na ndio maana jamani ya mambo, huwezi kuepuka kusoma, huwezi kuepuka historia, huwezi kuepuka maarifa. Lazima ujue kuna kitu kinaitwa Ottoman Empire. Yes, that is Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hili kanisa lilijengwa na Mtakatifu Helena, mama yake Konstantini, japo likuja likarabatiwa baadaye. Waislamu kwa kuwa nimesema walikuwa wanaingia wanatawala huu mji wa Konstantini, huu mji wa Istanbul, hapa ni Istanbul sasa. Mwanzoni ulikuwa unaitwa Constantinople. Ulijengwa na mfalme Konstantini na akaweka makao yake kuwa hapa. Waturuki walipokuja, kwa maana Ottoman Empire, walivyoliona ile kanisa uzuri wake, wakasema tusilibomoe, tulibadilisha liwe nini? Msikiti. Hivi sasa tunavyoongea huu ni msikiti. Na ndio maana unaona msalaba wametoa huko juu. Huu saizi ni msikiti. Waliubadilisha kutoka kuwa kanisa kuwa msikiti. Hili lilikuwa ndo kanisa kubwa na zuri kuliko yote duniani wakati huo. Ukiingia huko ndani, wamelijenga, wameweka nguzo 12. Nguzo moja wamepaka rangi nyeusi kuonyesha nani? Yuda. Wamepaka rangi nyeusi. Zile nyingine zote nyeupe kama kawaida. Hagia Sophia. Baada ya miaka mingi, Umoja wa Mataifa ukalitafisha likawa mali ya UNESCO kama makumbusho. Kwa hata mimi miaka yote huwa naenda, nilikuwa naingia kama makumbusho. Yaani mnaruhusiwa kuingia. Waislamu wanaingia, Wakristo wanaingia, hadi kawa litumiki. Waislamu wakaenda mahakamani kusema huu msikiti ni ili jengo la kwao. Mwaka jana wameshinda kesi. Kwa hiyo limegeuzwa, limekuwa tena nini? Msikiti. Nilivyoenda mara ya mwisho nilishindwa kuingia ndani. Kwa sababu ni msikiti, sasa watu wanaswali. Na ukiingia maana lazima uwe viatu, usifanyaje, yani unaenda kama sehemu ya ibada rasmi. Wakati mwanzo tulikuwa tunaingia na kufanyaje? Naingia na kutoka. Hawa ni Waturuki. Sasa Waturuki au Ottoman Empire walitawala eneo kubwa la dunia. Walifika mpaka India, walifika mpaka Palestina, walifika mpaka baadhi ya maeneo ya Afrika. Kwa japo kwenye dola zilizotawala dunia hawa Ottoman Empire tuwaweke au Waturuki, lakini hoja ni kwamba nao waliwahi kutawala maeneo ya Palestina kwa zaidi ya miaka 500. Waislamu. Sasa Papa anasema ndugu zetu walioko Palestina, Wakristo wanateswa na nani? Na Waislamu au na Waturuki. Twende tukapigane vita. Mbona jinsi ambavyo imekaa vibaya? Ukisikiliza kwa makini unaweza kama wanafanya jambo la maana hivi, kwamba ndugu zetu wananyanyasika. Lakini swali, je, tunaruhusiwa kupigana vita? Hebu endelea kusoma. Tarudia mstari wa mwisho nilioishia. Alieleza sababu ya vita kwa Wakristo huko Palestina wanavyopata tabu mikononi mwa Waturuki. Pia alieleza jinsi utawala wa Mashariki ulivyo katika hatari kwa ajili ya Waturuki Waislamu. Papa aliwasifu mashujaa wa Faransa walivyojasiri katika historia ya kanisa. Aliwaahidi kuwa washindi wataweza kusimamisha utawala wao katika nchi iliyotekwa. Mwisho aliahidi vyeti vya msamaha kwa wapiganaji. Yaani safari hizi za kwenda vitani zihesabike kama namna ya kitubio
Watu wengi waliamini kwamba vita hizi zilikuwa ni njia ya kwenda mbinguni. Historia fupi ya vita takatifu. Sasa hivi mnaendaje mbinguni kwa kupigana vita? Abu ya sio agano la kale, ni agano jipya hiyo. Ni kanisa la agano jipya hilo. Vurugu tupu. Na ndio maana hata leo nikiona kuna watu wanaipindisha tu injili kwa makusudi, mimi huwa wanakasirika sana. Mnataka nini? What do you need? Yaani lengo lenu hasa nini? Swala ni kwamba eti watakaoteka eneo wanasimamisha nini? Hii ni kutaka madaraka sasa. Hii ni kutaka utawala. Kumbe kuna watu mko kanisani mnatamani kufanyaje? Kagombeeni, nendeni CCM. Huu ni mwaka wa uchaguzi, mkagombee huko. Kwani shida iko wapi? Tangazeni sera, mpigiwe kura. Muende mkakutana na propaganda. Zipo za aina ngapi? Propaganda ziko za aina ngapi? Kumbe mna mwanasiasa hapa. Mpo rohoni. Mambo yote asili yake rohoni. Wanakuambia propaganda ziko za aina 3. Iko nyeupe, si ndio? Blue na nyeusi. Nyeusi ni uongo kabisa 100%. Yaani uongo kabisa, unajua kabisa huu ni uongo na unasema uongo, hiyo ni propaganda nyeusi. Ni kumchafua tu mtu basi. Na unajua ile jambo sio nini? Sio kweli ya. Blue yenyewe imechanganyika. Kuna ukweli kidogo, wewe unafanyaje? Unaongezea. Kuna ukweli kidogo, ile unaongezea nyama kwenye huo uongo. Kwenye ukweli, yani kwa mfano mtu unakuta anatembea na binti hapa, si ndio? Wanatembea wanakwenda huko, wanasema niliwaona wameongozana, wanaenda guest. Sasa hii guest umeongeza wewe hii. Guest umeongeza wewe. Kuongozana kweli waliongozana, ila wao wanaongeza nini? Walikuwa nenda wapi? Na unapiga na picha pia. Unaona hii hapa. Walikuwa nenda wapi? Guest. Sasa huyu jamaa anakuja anashtuka, hivi ilikuwa guest kweli si kanisani pale? Si nilikuwa naelekea White House. Kwa hiyo ukiingia kwenye siasa, hata unapokuja White House sio mwangalifu sana, si ndio? Yeye mmeongozana na mtu anakuja White House. Yaani hiyo ni ushahidi tosha kabisa kwamba alikuwa anaelekea guest. Alafu kuna propaganda nyeupe. Sasa nyeupe yenyewe wanakamata ukweli wako afu wanausambaza. Si umeelewa? Yaani kama kuna kituko umekifanya, kuna jambo sio la haki umelifanya, wanalikamata wafanyaje? Wanasambaza. Anyway, kuna watu wengi leo tukisema tukakague simu zao, message zao, chatting zao, A to Z, hatuwezi kukosa kitu humo ndani. Si ndio? Ukimwondoa huyu mzee. Kwa hiyo tutaenda Tigo, tutaprint hizo nini? Hizo chatting zako, si mwana siasa, si umeingia huku kwetu. Tunakwenda tunazisambaza kwenye nini? Kwenye mtandao, inaonekana kama zimevuja hizi. Hazijavuja, tumezitafuta tu. Tumeenda kuziweka. Kwa hiyo ni ukweli, ila sisi ni ukweli uliojificha. Sisi tunafanyaje? Tunausambaza. Tunamtumia na mke wako. Yaani huko nyumbani kwanza tukusipate amani. Yaani nyumbani kwako wenyewe kwanza usipate amani. Naanze kusema wewe ufai kuwa rais, ufai kuwa mbunge. Yaani huko nyumbani kwako mnaanza kuleta mgogoro. Alafu uchaguzi ukiisha na mambo yanafanyaje? Yanakaa sawa, kimya, maisha yanaendelea. Sasa hoja, kuna haja gani ya kuviolate Ukristo wetu, kuamua kwenda kupigana vita ili eti wanaoshinda wafanyaje? Watawale. Kwa kumbe issue ilikuwa ni kutawala. Ni tamaa tu ya madaraka. Endelea kusoma. Historia fupi za vita takatifu. Awamu ya kwanza mwaka 1196. Ilifaulu ngapi? Awamu ya kwanza kwenye mabano 1096. Okay, sawa. Ilifaulu kusimamisha ufalme wa Warumi huko Yerusalemu, na hapo ndipo yakawa makao makuu.
Wakristo waliteka Nikea. Hiyo ni mwaka 1197, Antiokia mwaka 1198 na Yerusalemu mwaka 1199. Wakristo walishindwa kwa sababu ya mgawanyiko wa, nafikiri walimaanisha walishinda kwa sababu ya mgawanyiko wa Waarabu, na wakachukulia ushindi huo kama mapenzi ya Mungu. Baada ya ushindi walisimamisha utawala wao na ufalme wao uliendelea vizuri mpaka mwaka 1144 wakati Muislamu Saladin alipowashinda. Hata kufika mwaka 1291 utawala huo wa magharibi ulifutika kabisa. Awamu ya pili mwaka 1190 ilipangwa na Bernard wa Clairvaux, lakini tofauti kubwa iliyopo kati ya vita hii na ya kwanza ni kubwa. Mfalme wa Mashariki alijifanya kuwa adui, maana alijua shabaha si kutetea dini tu, bali walitaka kusimamisha utawala wao pande za Palestina. Kwa hiyo lilitika Ujerumani lilishindwa na ufalme wa Konstantinopoli lilipokuwa njiani kuelekea Palestina. Jeshi lililotoka Ufaransa lilishindwa na Waturuki kabla ya kufika Yerusalemu. Shabaha yao ya kurudisha mji wa Edesa na kuurudisha katika utawala wao haikuweza kufaulu. Sasa hapo Wakristo inaonekana vita waliofanikiwa kushinda ile moja tu ya kwanza, ambao na yenyewe kuchukua muda mrefu wakafanyaje? Wakaondolewa. Kwa sababu hapo sasa nabii uwe na misuli, si umeteka kwa umeingia kwa nguvu za kijeshi. Kuna kuishi na kuna nabii uishi kwa nguvu za nini? Za kijeshi. Sio kazi rahisi. Mzee ana jambo hapa. Sikiliza mzee anavyosema, Yaani tunagundua hapa kwenye historia. Sasa kama papa anapigana vita hivyo kweli pia taka madaraka. Maana yake kwenye hata rohoni hatuko. Watu wanataka madaraka tu. Okay, endelea kusoma. Sana. Tunakwenda kwenye awamu ya tatu mwaka 1190. Ulaya yote ilishituka kusikia kwamba mji mtakatifu wa Yerusalemu ulitekwa na Waturuki tena mwaka Oktoba 1187. Ulaya yote ilishtuka kusikia mji mtakatifu tena umetekwa na nani? Na Waturuki. Na Waturuki. Jamani, ukiwa kwa upanga na utawao kwa nini? Yaani ukiingia mahali kwa vita, tegemea utatoka kwa nini? Kwa vita. Na naomba niseme kitu kimoja hapa ambacho kitawasaidia. Madhehebu yote yaliyogawanyika au watu wote waliotoka mahali kwa kumega madhehebu ya watu wengine, huko mbele wanakwenda lazima wafanyaje? Wamegeke tena. Hiyo ni kanuni, huwezi kukwepa. Hata ukifunga na kuomba isaidie, watamegeka tu, wataondoka. Hata ubane vipi watafanyaje? Hiyo ni kanuni. Wewe uliingia pale ukavamia, ukaoa watu, ukateka, ukatawala, tegemea utafanyaje? Utavamiwa. Tegemea utavamiwa. Mimi dhehebu langu kwa sababu sikumega mahali, nilitoka peke yangu nikiwa na mke wangu. Mimi ninachojua ni kwamba na kwenye dhehebu langu atatoka mtu mmoja na mke wake kwenda kuanza dhehebu nyingine mahali. Yeye na mke wake, kwisha, inaishia hapo. Lakini kusikia limemegeka, hiyo kitu haifanyaje? Haipo. Haiwezi kutokea. Eti kwamba limemegeka sio mara sio Kenya, mara sio Songea, memegeka kama ilivyo EGT. EGT na megeka kila siku. Na unajua kwa nini na megeka, si ndio? Hapendi kusema. Wa Pentecost Tanzania, hero wetu ni Moses Kulola. Hebu sema amina. Lakini Moses Kulola alitoka TAG akamega na makanisa chungu mzima, akafanyaje? Akaondoka naye. TAG kabaki salama, EAGT ile iliyo mega pamoja na upako wote wa mzee walianza kumegeka naye akiwepo kabla hajafa. Wakatoka na maboya, sio wakatoka na nani, wakatoka sio kina nani. Baada ya yeye kufa sasa ndio imekuwa disaster. Kila mmoja anamegeka kipande chake, anafanyaje? Anaondoka nacho. Na hao wanaoondoka na wenyewe wanamegeka huko tena waliko. Yaani huko waliko wanamegeka tena. Tena kunaingia hata mwezi hawamalizi. Tena kama waliotoka juzi hao. Naomba mnisikize kwa makini. Wa Pentecost siku za nyuma tulikuwa tunapinga sana
baadhi ya mambo yanayofanywa na kanisa Katoliki, ikiwemo mambo ya maji ya baraka. Nakumbuka maji ya nini? Maji ya baraka. Mambo ya rozari. Nakumbuka kwamba rozari haiwezi kumlinda nani? Kumlinda mtu. Hayo mambo ya Pentecost walikuwa wanapinga, si ndio? Mambo ya vyeti vya msamaha, kununua vyeti vya msamaha, hiyo ilishapitaga miaka mingi, na walishafanyaje? Walishaachana. Nikasema lakini leo wa Pentecost wamekuwa mabingwa wa kuuza maji. Yaani angalau kwa maana yanakulinda. Angalau Katoliki tulikuwa tununui, tunayakuta yuko pale mlangoni, tunachovya, tunapiga ishara ya msalaba, tunalala mbele yako pale. Au padri anakumwagia maji ya nini? Ya baraka bure. Nyinyi mmeenda mbali zaidi, mnauza. Huu ni wizi. Mnafanya biashara nyumbani mwa Mungu kwa jina la upako. Katoliki tulikuwa napinga maji ya baraka. Leo hayo maji na sisi tunayo, tunaita ya nini? Ya upako. Yesu akufanya, Paulo akufanya, Petro akufanya, haijaandikwa popote. Hakuna hiyo practice kwenye Agano Jipya. Nyinyi mnaita maji ya upako na mmebariki. Labda kwa sababu wamissionari wetu wa kujenga mahospitali na masekondari, ambao ingekuwa ni miradi ya kanisa ya kuingiza kipato, si ndio? Basi sasa kipato kinaingia kwa kuuza upako ambao umepewa bure. Halo, mnafanya ibada za ukombozi wa watu mkiwatoza hela kwamba watoe sadaka za nini? Za ukombozi, wakomboe familia zao. Unapozungumza habari ya ukombozi, unazungumza habari ya redemption, ambayo kazi ya ukombozi aliyefanya ni Yesu kwa kumwaga damu yake. Ndio maana Petro anasema, maana mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, bali kwa nini? Kwa damu. Si kwa fedha, si kwa dhahabu. Unaponiambia nitoe fedha ili nikombolewe, nakomboa nini? How can I give money to redeem my daughter, to redeem my family? Natoaje hela? Nakomboa nini? Mkombozi ni nani sasa? Au unahonga ili kukombolewe? Unakombolewaje kwa mtu aliyekombolewa tayari? Na mwisho wa siku mnaanza kupachika vitu hapo. Leo unakomboa mguu, kesho unakomboa kitovu, kesho utakomboa nyayo, kesho utakomboa kila kitu unakomboa, mwisho utakomboa sijui nini. Baada ya kitovu unakomboa kitu gani tena? Utakomboa kucha, ngine utakomboa nini? Vurugu. Yaani wewe umekombolewa, ila siku yako ya kuzaliwa haijafanyaje? Haijakombolewa. Shida iko huko. Sasa nikasema kwa kuwa ni miradi ya watu, ninajua watu watanichukia sana, na kitu pekee wanachoweza kusema, ndio maana sema amesoma sana, ila anapotosha nani? Kwanza nashukuru angalau anajua nimesoma. Basi angalau mshangilie Bwana Yesu kwa makofi hata kwa hilo. Nashukuru. Yaani nashukuru tu kujua kwamba nimefanyaje? Nimesoma. Na mimi naweza nikasema kama Martin Luther alisema, ninashukuru kwa habari ya elimu ninayotoa, hata maadui zangu wanafanyaje? Wanaisikiza na wanaipenda, wanafurahi. Yaani huku wanafurahi, huku moyo unafanyaje? Unauma wakati huo. Acheni kufanya ibada za kukomboa watu mkiwatoza hela. Sema amina. Kuna tofauti ya redemption na deliverance. Deliverance hata ukigugo ni kitendo cha mtu kufunguliwa. Hiyo amefunguliwa katika pepo, ametoka pepo, hiyo ni nini? Ni deliverance. Ameponywa ugonjwa, hiyo nini? Ni deliverance, ambayo nayo kwa mujibu wa Biblia ni bure. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toeni bure. Lakini kwa habari ya ukombozi anayefanya nani? Ni Yesu. Maana mmekombolewa kwa nini? Kwa damu. Sema amina. Sema amina.
sio kwa fedha wala sio kwa nini. Kwa naomba acheni kufanya biashara ya kufanya ukombozi, kukomboa watu na kuwatoza pesa. Hebu shangilieni basi Bwana Yesu kwa makofi. Huo ni wizi kwa kutumia imani ambao sio sahihi. Ardhi unakomboaje mama? Unaikomboaje hii ardhi? Kama Yesu kaiacha aje ikomboa, utaikomboa, utaiweza? Yaani Paulo amekanyaga ametembea aje komboa, unakuja unakomboa wewe uko hapa. Sio kama unaibia watu hela tu. Na hata ingekombolewa ilipasa ikombolewe bure, sio kwa hela, si ndio? Weka mkono juu ya dunia nzima, si ndio? Komboa bure. Wacha uni hapa. Najua mmeshakomboa sana ardhi zenu huko nyumbani. Mmekomboa sana. Na mtapata shida msipoangalia. Halo. Halo. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Amefurahi jamaa, amefurahi bwana. Elake kombola ardhi imepona, elake kombola ardhi imepona. Maana hata komboa tena. Hebu endelea kusoma crusade hapo. Tuangalie vita vinavyofuatia. Amina mwalimu, japo kabla sijaendelea kusoma. Nikutie moyo kwa andiko la Matendo 26 mstari wa 24 na wa 25. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu. Kusoma kwako kwingi kumekugeuza. Lakini Paulo akasema, sina wazimu. Festo mtukufu. Festo mtukufu, sina wazimu. Maneno ya kweli na ya akili kamili. Maneno ya kweli na ya akili kamili. Jamani shangilieni kwa makofi basi. Ila ujumbe unaenda ujumbe unasafiri. Ndio na mawimbi. Sio mchezo. Nilikuwa nasema jana kwamba nashangaa naona ninatengeneza marafiki wengi, lakini kadri marafiki wanavyoongezeka na maadui nao wanafanyaje? Wanaongezeka wakati huo. Hasa wanaokomboa vitu. Imenipa marafiki sana. Wapagani? Mzee mnamsikia huyo? Anzaati wapagani wote wamenipenda sana. Sasa mzee sijui amefanya tathmini gani kujua wapagani wamenipenda. Okay, endelea. Awamu ya 3 rudi hapo. Ulaya yote ilishtuka kusikia kwamba mji mtakatifu wa Yerusalemu ulitekwa na Waturuki. Hiyo ilikuwa mwaka 1187. Mara moja watawala wakuu walianza kujiandaa kwa safari ya vita. Namba 1. Frederick wa kwanza, kwenye mabano Barbarossa wa Ujerumani. Barbarossa wa Ujerumani alikuwa wa kwanza kufunga safari, lakini alifia njiani. Mtoto wake alishindwa kutawala jeshi, hivyo jeshi lilitawanyika bila kupigana. Jamani mnaona Barbarossa ametoka Ujerumani anaenda akafia wapi? Akafia njiani. Sawa? Alafu mtoto wake akashindwa kutawala jeshi, jeshi kafanyaje? Likatawanyika, biashara ikaisha. Endelea. Namba 2. Majeshi ya Uingereza na Ufaransa chini ya Mfalme Richard na Mfalme Philip walifika Yerusalemu mwaka 1191. Waliteka mji wa Akko. Hawakuweza kuifikia Yerusalemu maana Philip alirudi nyumbani kwa ajili ya ugonjwa na manunguniko mbalimbali. Sababu ya pili ni muungano wa Waislamu chini ya uongozi mkuu wa Saladin. Hivyo Mfalme Richard wa Uingereza aliona kwamba afadhali ajaribu kupatana na Saladin kwa njia ya mazungumzo. Saladin alikubali kwamba Wakristo wanaruhusiwa kuabudu katika mahali patakatifu pote. Wakristo wataendelea katika utawala wao wa Antiokia na kusini mpaka Yafa katika eneo la pwani. Wakristo walishindwa kutimiza shabaha ya kurudisha eneo la Edessa mikononi mwao. Mbona mambo hayo? Jerusalem bado iko mikononi mwa nani? Waislamu. Endelea. Awamu ya 4 mwaka 1202 mpaka 1204. Ilikuwa ndogo kuliko za mwanzo, lakini ilifanikiwa kwa upande wa siasa na dini. Jeshi lilitoka Ufaransa ya kaskazini. Papa Innocent wa 3 pia alitia mkazo katika safari hii. Jeshi liliwaajiri wafanyabiashara wa Venice, Italia,
ili watumie meli zao mpaka Palestina. Hawa wafanyabiashara wakatumia nafasi hii kwa faida yao. Wakawavuta maaskari kupiga zile sehemu zilizokuwa kipingamizi kwa biashara yao. Wakateka nyara, wakaipiga Hungary. Wakampindua mfalme Alexius III wa Konstantinopoli. Hivyo vita hii iliacha madhumuni ya vita ya kuushinda Uislamu huko Yerusalemu. Wakashambulia utawala wa Kikristo, wakavunja amani, wakafanya utawala wa Kristo kushindwa na Waislamu baadaye. Hivi unaelewa nini hao jamaa? Wamekodi meli za watu, si ndio? Ziko Venice kule Italia. Ule mji nilikwambia mji wenyewe umejengwa juu ya nani? Umejengwa juu ya maji. Nikusimuliaga huo mji uko Italia. Sasa kilichotokea Venice Italia, ule mji umejengwa juu ya maji. Ndio mji pekee duniani unaingia kwa hela. Yaani kuingia sio kwenda kukula kitu, kuingia unaingia kwa hela. Unalipa hela ndio unaingia. Yaani kama unavyoingia Dar es Salaam ilibidi pale kiba kule kabla ya kuingia dao unalipa nini? Unalipa pesa. Sio gari, yani mtu mmoja mmoja anaingia analipa hela. Kwa mimi mwaka jana nilikuwa huko na nikalipa hela nikaingia Venice. Sasa wameteka pale meli, wao wanataka kwenda kupiga Palestina. Kumbe hao jamani wafanya biashara. Kuna baadhi ya mataifa huku Uturuki yalikuwa yanawazuia wasifanye nini? Biashara. Wao meli baada ya kupeleka Palestina wakaenda wakazipeleka kwenye utawala wa Kikristo ambao walikuwa wanazuia wasifanye biashara. Wakadhani wameshafika, wakashuka wakaanza kupigana vita. Kumbe wanapigana na Wakristo wenzao. Wakapindua utawala uliokuweko wa Wakristo wenzao wa mfalme Alexius. Hawajui sasa. Si umekodi meli kupeleke mahali kwenye hujai kwenda. Imekupeleka sehemu nyingine unashuka tunaanza kupigana nini? Vita. Wakajikuta wamepindua utawala wa Kikristo. Wale jamaa wakashuka wakaendelea kufanya biashara yao pale mjini. Maisha yakaendelea. Kwa hiyo kaonekana Wakristo nao wampoteza shabaha kabisa. Lengo ni kuteka mji mtakatifu wapi? Wa Yerusalemu. Sasa unapokwenda Konstantinopoli si mji wa Alexius, si mji wa Kristo. Kwa Wakristo wakapigana kwa Kristo, biashara imefanyaje? Wakajidhoofisha wenyewe. Wanadhoofisha Wakristo wenzao. Endelea kusoma. Vita vya watoto mwaka 1212. Jaribio lingine kutaka nchi takatifu isitekwe na Waislamu ilikuwa la watoto. Sikiza vita ya watoto hiyo. Alijitoa kijana mmoja toka Ufaransa na watoto wengi wakamfuata. Kwa idadi inaandikwa ni 20,000. Walidai kwa watoto hawana hatia na wanataka kuteka Yerusalemu kwa amani bila vita. Lakini hawakufanikiwa. Walipofikia njiani walitekwa wakauzwa utumwani. Hivi mmeelewa nini hapo? Unajua Wakristo tusipotumia akili sawa sawa lazima utapata matatizo fulani huko mbele. Ndio anasema haya, huo ndo mji wapi? Wa Venice. Huko Italia kule. Kwa hiyo huo mji umejengwa juu ya maji. Kwa hiyo umejengwa juu ya maji. Kwa wakaziteka hizo meli hapo, wakazichukua hizo meli hapo wakatoka wakitaka ziwapeleke Palestina. Baada ya kuwapeleka Jerusalem huko Palestina zikaenda zikaishia Constantinople. Mbona mnapiga picha tena vipi? Mmependa? Mmependa? Mwe mnatembea kidogo itawasaidia. Itaongezea na siku za kuishi. Pako vizuri. Sasa mji umo ndani. Kwa sasa hakuna raia anayeishi. Yaani umo ndani hakuna raia anayefanyaje? Umekuwa ni mji wa kitalii. Kwa maana ya kwamba nyumba zote zilizoko ndani ziko booked mwaka mzima. Watu wame nani? Yaani wanakaa watalii. Yaani watalii wakienda, yaani wenyeji wameama wamewapisha nani? Si mji umejengwa juu ya maji. Unacheza kidogo namna hiyo. Hauna ndio mji pekee hauna gari. Hauna nini? Hauna gari. Kwa maana ya kwamba wao usafiri wao ni boti. Wakati natafuta picha zangu za Venice hapa, hebu endelea kusoma. Sasa hoja yangu ni kwamba wakachukua watoto, wazao watoto ni watakatifu, waende wakateke mji wa Yerusalemu bila nini? Bila vita. Hivyo nani akili hiyo?
Yaani watu walina mji wao wanatanguliza watoto mbele. Sasa Waislamu pamoja na mambo yote ila akili wanayo. Hata kama hawakusoma. Hata kama wanafahamu kitu kinaitwa jihadi. Kwa Wakristo wanapeleka watoto mbele, wamtanguliza watoto mbele. Watoto wengi kama 2000 hivi. Tanguliza watoto mbele. Wamefika kule mbele, wenzao wakaenda wakatega meli. Kwa watoto wote wakaingiza kwenye nini? Wakaingiza kwenye meli, wakaenda kuwauza. Wakaenda kuwauza watoto wote. Kwa hiyo Wakristo wamekosa mji, wamekosa na nani? Watu wameenda kuuzwa. Baba Askofu, tunashukuru sana kwa mafundisho mazuri. Je, hawa mitume na manabii ni wa Pentekoste? Hilde Bedard. Jamani, nani anaweza kujibu hapo? Si ndio anauza hawa mitume na manabii ni wa Pentekoste? Jibu ndio. Jibu ndio. Wanaosema ndio mikono juu. Wanaosema sio mikono juu. Wengine wote hawajui. Anyway, labda nitumie lugha moja nyepesi. Kwa mifumo ya makanisa yaliyoko Tanzania, tuna taasisi kubwa 3 zinazotambuliwa. Ya kwanza ni TEC ya Wakatoliki, ya pili CCT wako Protestant kwa maana ya Waluteri, Waanglikana, wa Mennonite, si ndio? Wako hapo katikati. Ya tatu ni Pentecost, CPCT ya Pentecoste. Sasa hii CPCT yenyewe ndio imebeba hao watu wengine wote. Japo sio wote wanachama wa nini? Wa CPCT. Lakini kwa maana ya utambulisho wao mpaka sasa, hao wote ni nani? Kwa mfano, kuna mkutano mmoja ulifanyika pale Upanga miaka 2 nadhani sasa imepita, kama sio mmoja. Simbachawene alikuja, alitumwa na rais. Alikuja kwa mgeni rasmi kwenye mkutano. Nafikiri alikuwa anamsimika mtoka mbali kama sikosei. Sio miwili, itakuwa mpita miaka mingi kwa sababu mwaka wanafanya uchaguzi tena. Itakuwa mpita miaka 4 sasa. Wanafanya uchaguzi mwaka huu wa mwenyekiti wa CPCT. Kwa mtu ambaye nafikiri muda wake umeisha anachaguliwa. Simbachawene alisema naomba hao mitume msifanyaje? Msiwaache. Hawa ni wa kwenu, ni miongoni mwenu, ni watoto wenu, wametoka kwenu. Yani hakuna chombo kingine cha kuwapeleka, si ndio? Yani huwezi kuwapeleka TEC, si ndio? Na huwezi kuwapeleka CCT. Ila unaweza kuwaleta kwa nani? Kwa Pentecoste. Kwa maana CPCT yao ni watoto wenu. Nyinyi mkikaa nao mtajua, yani mnafanana kwa vitu vingi. Lakini kule hawawezi kabisa. Na mkiwaacha peke yao watapata matatizo makubwa, bora nyinyi muwamanage. Nakumbuka waziri alisema. Kwa hiyo kwa lugha hiyo ni watu wetu. Wako miongoni mwetu. Waziri alisema hivyo. Huwezi kupeleka wa Katoliki. Watafukuza siku hiyo, yani kwanza getini wataingia. Sababu wataingia pale na kwanza kutoa unabii. Kwamba uko wapi? Unaitwaje? Isa hizo ziko nyingi mno. Kuna umoja wa mitume na manabii original, umoja wa mitume na manabii Tanzania, umoja wa mitume na manabii East Africa, kuna umoja wa mitume na manabii. Yaani na wenyewe kabla hawajaanzisha katiba haijasajiliwa wamegawanyika tena, kuna mitume wengine wameanza pengine mahali. Na wenyewe wanaendelea kabla hawajafika mahali wamegawanyika tena wameenda mitume wengine mahali. Yaani kuna hivyo vyama, mimi wananiunga vyote uzuri, mote nimo. Yaani kwenye kila chama kwenye magrupu yao wanafanyaje? Wananiunga kote nimo. Lakini yamefika sasa kama 4 au 5 hivi. Hizo vyama mbalimbali. Sasa kipi kitu kitambue? Mimi sina shida, wote si mitume na manabii. Hata na mimi wakinita mtume wala sina tatizo. Kwa sababu kweli nimetumwa. Bwana asifiwe. Lakini vimekuwa vingi. Yaani wenyewe kwa wenyewe wanagawanyika kila siku. Kuna moja kiongozi wake yuko Morogoro. Anaitwa Joshua. Kuna nyingine kiongozi wake huko sijui huko wapi. Kimara huko. Anaitwa Kimanza. Tena nimeona hata gazeti ya Msema Kweli limemtaja naye juzi sio kwa anafanya vitu gani. Kuna mmoja yuko sijui maeneo gani anaitwa Bashando sijui. Si ndio? Wote walikuwa pamoja hao. Kuna mmoja, yani hao wote nao wana umoja zao. Kuna mmoja sijui sasa serikali inataka imtambue yupi? Kwa maana ya baraza, yani yupi atambuliwe kama baraza. Kwa mimi nimeungwa huko kote, lakini sasa nasubiri nione serikali itatambua wepi. Kwa mimi niko CPCT, niko
kwa mitume na manabii original, niko kwa mitume na manabii East Africa, niko mitume na asilia, umeelewa? Yani kote nimo wameniungaunga huko ndani. Kwa hiyo nasubiria kuona serikali na watambua wepi, si ndio? Wepi na watambua. Kwa hiyo kwa kifupi mpaka sasa naweza kusema ni sehemu ya nani? Ya wa Pentecost. Malizia kusoma. Ukurasa wa 12. Awamu ya 5 na ya 6 hazikufaulu. Kufika mwaka 1291 eneo lote la Palestina lilikuwa limekwisha rudishwa mikononi mwa Waislamu. Rudia tena hiyo sentence. Awamu ya 5 na ya 6 hazikufaulu. Kufika mwaka 1291 eneo lote la Palestina lilikuwa limekwisha rudishwa mikononi mwa Waislamu, pamoja na juhudi za Wakristo za miaka 200. Miaka mingapi? Miaka 200. Hawakufanikiwa. Matokeo ya vita. Vita hivi vilitumia watu wengi na kugusa nchi nyingi, kwa hiyo vilikuwa na matokeo ya kudumu miaka mingi. Namba 1. Uhusiano kati ya makanisa ya magharibi na mashariki ulivunjika. Makanisa ya magharibi yalipoingia mashariki baada ya kukaa kama wageni wa Kristo, walisimamisha maeneo yao ya utawala na kanisa, hasa vita ya 4 ilipoteka mji wa Konstantinopo mwaka 1204 na kusimamisha utawala wa magharibi. Chuki ilifikia upeo. Hii inamaanisha kuwa Wakristo walijaribu kutumia mbinu zile zile walizotumia Waislamu, kwa kuwa popote walipoteka hawakubadilisha imani ya watu tu, bali walibadilisha hata utawala wa kwao. Sasa na sisi tushakuwa Waislamu tayari, kwamba na sisi tunapiga, si ndio? Tunatawala, tunaweka na nini? Na dini yetu. Na ndio maana zamani tulikuwa tunasema Ukristo sio dini, huko nyuma, kwamba yenyewe ni imani, si ndio? Sio dini hasa. Dini anajiunga mtu yoyote tu ambaye anakubaliana nayo mambo, lakini miaka ya mbele Ukristo unanyukaje ukawa dini. Dini kabisa ya kawaida. Kama mtu analazimishwa kuingia kwenye Ukristo kwa mtoto wa bunduki, hiyo si dini hiyo? Kwani ameokoka huyo? Ameamini huyo? Anaofia Mungu huyo? Na ndio maana kanisani mnapaswa kuwa waangalifu sana. Sio watu wote uliokaa nao jirani kwamba watu wanaofia nani? Kuna wengine ni kundi lile waliingia kwa mtoto wa bunduki. Kwa kizazi chao bado kiko mpaka leo. Sasa unawekewa SMG okoka kuwa Mkristo. Sasa kwa nini usiwe Mkristo? Utakuwa Mkristo lakini moyoni bado kwanza unauchukia na Ukristo wenyewe. Yaani sawa na mimi hapa uniambie hivi nilivyo kuwa Muislamu. Yaani hivi nilivyo niwekee SMG hapa kuwa Muislamu. Si ndio? Yaani hata ni kesi ukifanikiwa kuniingiza msikitini, mimi sio Muislamu. Yaani fanikiwa na bunduki kabisa hivi, si ndio? Hapo unaniingiza mpaka wapi? Unanivua na viatu, na kana kwenye mkeka, unaambia sujudu, si ndio? Ya, naweza nikafanya kwa mtoto wa nini? Lakini nitakuwa Muislamu? Siwezi kuwa Mkristo. Siwezi kuwa Muislamu. Siwezi kuwa Muislamu. Na siwezi kuwa Muislamu kwa sababu kubwa moja. Muhammad alitokewa na Jibril wanavyosema. Nataka niunge mkono kwamba kweli alitokewa. Alitokewa na Jibril. Naomba nikubali alitokewa na Jibril. Nakubali alitokewa na Jibril. Na aliyoambiwa yote nataka nikubali kweli aliambiwa. Hakutunga mwenyewe. Si ndio? Lakini najaribu kuangalia huyu Jibril ambao wanamuita Gabriel, yani wanamfananisha na Gabriel, yule aliyeleta ujumbe kwa mama Bikira Maria kwamba utachukua mimba, utazaa mtoto, si ndio? Ataitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi, atakuwa mwana wa aliye juu. Ni huyu ndiye aliyekwenda kumtokea Muhammad na kumwambia kwamba Mungu hakuzaa wala kufanyaje wala kuzaliwa, hana mfano wake. Yesu si Mungu, kwamba mitume wote na manabii wanapaswa kuheshimiwa, ila Muhammad ni mkuu kuliko wote. Yaani Muhammad ni mkuu kuliko Yesu. Hapa kwangu mimi, kama ni Jibril yule, ninajua ni Jibril ambaye kama ndiye utabiri wake ulitolewa au hukumu yake ilitolewa na Paulo
kwenye Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6. Anasema, sasa sikilizeni, ikiwa ni malaika au ni sisi, ikiwa ni malaika au ni sisi, au mtu awaye yote akawaletea injili nyingine tofauti na ile iliyofanyaje tuliowahubiria, na alaniwe. Kwa kama ni Jibril hapa natangaza amelaniwa kwa sababu ameleta injili nyingine. Kwa analaniwa kwa Jibril aliyekuja na aliyempatia wa ujumbe na watakaopokea. Kwisha.